Fundbright Tanzania, sauti yenu watu wote ambao mnatumika kwa habari ya madhabahu. Utanisamehe kwa sauti, ibada ilikuwa ni ya kumshukuru Mungu, so tumesifu sana. Tumemshukuru kwenye viwango ambavyo tunaamini tutakuja kusifu tena. Na kila Jumapili nakuwa na session ya vijana, tunaangalia changamoto ambazo wanapitia, na last week tulicheck baadhi ya changamoto kutoka kwa vijana, na bado tunaizunguka Dar es Salaam Tanzania. Leo tumesogea mbele kidogo, tuko mkoa wa Pwani. Hii ni Vikindu. Unajua Pwani ina jiografia moja inalochanganya kidogo. Yaani unatoka Morogoro, unaingia Pwani, unaingia Dar es Salaam, alafu kizunguka Mbagala mbele tena unakutana tena na mkoa wa Pwani. So hii ni Vikindu na nipo na vijana, unaona ni vijana wa kike kwa kiume. Moja kati ya kundi ambalo linafahamika kwamba wanakuwa na changamoto nyingi sana. Sasa yako mambo natamani kupigana au story, lakini leo habari itakuwa ni moja tu. Kwanza tunaanza na challenge. Wao kama vijana, wao kama mabinti, wao kama vijana wa kiume, wanamzungumziaje mchungaji wao? Mimi kama moja kati ya watu nimejitolea kuwasemea wachungaji, lakini watumishi wa Mungu mbalimbali ambao naamini hamna watu wa kuongelea mazuri. Leo nipo na vijana mabinti. So pastor, utakuwa unanitazama huko, alafu uone vijana wa kanisa lako wao wanasema nini juu yako. Kama huwa unawakera na hawakuambii, basi huu ni wakati ambao utakuwa unaangalia ni kijana gani anapendezwa na yale ambayo wewe unayafanya, lakini yepi ambayo yanamuudhi. So tunatembea na Zaburi 119 mstari wa 9, jinsi gani kijana aisafishe njia yake, lakini jibu likaja kwa kutii, akilifuata neno lako. Watu wakaenda mbali zaidi. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Ili ni neno kutoka Zaburi, na Zaburi na neno ambalo limeandikwa kwa ajili ya vijana. So mimi nipo na vijana wa kike kwa kiume. Jina lako? Mike naanzaga kushoto kwangu. Jina lako kwa sauti nzuri, afu kwa kifupi zaidi. Tuambie unaitwa nani? Challenge yetu ni moja tu. Baba yako wa kiroho ana jambo gani jema sana ambalo unalifurahia, lakini jambo gani unaona kama hili tungebadilisha mtazamo? Mawili tu. Jina lako, unajitambulisha, tuambie. Na utuambie kabisa, mchungaji wangu ni apostle fulani ama ni mchungaji fulani, ananifurahisha kwa hiki ananiudhi. Kama hamna, pass mic kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe vijana. Amen. Kwa majina naitwa Priska Jonas na nasali JLCI kwa mchungaji Pastor Omari Ngodoki, na kitu ambacho napenda kutoka kwa mchungaji wangu ni mchungaji mzuri sana, ni baba mzuri sana. Kitu ambacho napenda sana kutoka kwake ni pale anapotufundisha kuhusu neno la Mungu, sisi kama vijana tunavyotakiwa kulisimamia kanisa, kwa sababu kanisa linabebwa na vijana. Kwa hiyo huwa anatuhusia sana kuhusu sisi vijana tuwe yani. Kwa kifupi tunasema wewe unapendezwa na mchungaji wako, namna ambavyo anakuweka kwenye misingi ya kusimama na Mungu. Amina. Peleka mic upande wa pili. Mawili tu tutarudi kupiga story. Shalom. Janet Joseph. Kinachonivutia, nasali kwa mchungaji Omari Ngodoki. Wow. Kinachonivutia kwa mchungaji Omari, mimi binafsi napenda kuimba. Kwa hiyo ule muda mwingi wa kusifu na kuabudu naupenda binafsi, na nimesema tuseme ambacho yani ambacho kinakuwa ni kizuri, lakini tunatamani kiongezeke. Mimi nimesema hivi, anachoniuzi mchungaji wangu, nikitaka kutoa sadaka 100 ananizuia, nataka nitoe 50. Hicho ndio kinachoniuzi. Mimi kinachoniuzi kwa mchungaji wangu ni kwamba wakati wa mkesha wa Christmas na mwaka mpya, natamani sana mchungaji abadilishe kidogo tu, tunasali mpaka asubuhi, itanipendeza. Wow, asante. Chap. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sogeza mic hapo hizi. Kwa majina naitwa Juma Edward. Nasali kanisa la JLCI. Kwa mchungaji nani? Kama mjui jina utuambie. Omari Ngodoki. Okay. Mimi napenda anavyohubiri. Unavyohubiri? Kitu gani anakuudhi nacho? Hakuna anachoniudhi. Sio akununulia chips. Amna, peleka mic pale. Manesa. Amen. Kwa majina naitwa Raymond Edward Ngodoki. Raymond, ongeza sauti bana. Wewe Raymond unakuwa sio mwimbaji bana. Manesa. Amen. Kwa majina naitwa Raymond Ngodoki. Nasali katika kanisa la JLCI. Pia napenda nafurahishwa na mahubiri ya baba. Kwanza anakupa dozi
Kwanza anatoa dozi nzito. Dozi takatifu. Hata kama ulikuwa mgumu kuelewa utaelewa. Pia nafurahishwa na baba vile jinsi anavyonilea zaidi ya babangu wa kimwili zaidi. Tuambie kinachokuudhi. Kinachoniudhi mimi kwenye muda kidogo, maana mimi ni mwimbaji. Kwa unakuta ule muda mwingi wa kutaka tuimbe, unakuta muda mwingi unaliwa labda kwa neno hivyo. Kwa unakuta nafasi ya kuimba muda mwingine, Jumapili zingine watu hatuimbagi hivyo. Kwa unakuta yani watu tumejiandaa, tumefanya mazoezi, tunataka kuimba, tujaimba, lakini unakuta hivyo kitu tunasema Mungu yote sawa. Kwa namshukuru Mungu. Baba anatupa dozi, lakini muda wa kusifu jamani. Tusifu sana baba yetu. Leo tuko na vijana. Naomba mic. Jamani wachungaji, nyewe fuatilieni kwenye channel yangu. Yaani hapa mimi nikija kanisani kwako ni kuiba vijana au ni kuwakuta mtaani. Alafu yeye mtu ananiambia tu anatoka kwa mchungaji nani, kinachomfurahisha, kinachomuudhi. Kwa mtu kama cheki hapo. Kuna watu unaweza kuona ubiri lakini pengine hawakuelewi. Si ndio hivyo jamani? Sasa tumepita hapa upande wangu wote wa kushoto kwangu. Kila mtu yeye anamuelewa baba yake wa kiroho. Hebu jipigeni makofi. Sasa nakuja huku kwa mada. Mike hapa. Chap. Sauti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rosemary Daniel. Nasali kwa mchungaji Omari Ngodoki. Mimi ninachopenda kwa mchungaji wangu, anatufundisha vizuri, anahubiri vizuri. Na pia hata kama uelewi anatoa hadi mifano. Sina anachoniuzi. Mara mwisho kukupa zawadi alikupa zawadi gani? Hapana, hata kununulia hata Biblia? Hapana. Basi mimi namtamkia kinachokuuzi kwa baba akununulie Biblia. Mpe maiki. Chap. Shalom. Kwa majina naitwa Christina Siwali. Amina. Mimi napenda kuongelea kuhusu mchungaji wangu. Amina. Cha kwanza kabisa, mchungaji wetu nataka mawili tu. Cha kwanza. Yes. Cha kwanza kabisa. Mchungaji wetu ni mkali. Amina. Cha pili ni mlezi wa vijana. Anawaelewa sana vijana na anawalea vizuri. Amina. Ndio maana mpo smart kumbe. Kabisa. Kabisa. Afu unapenda sana maombi. Unapenda kuhubiri? Mimi hata sijui. Basi mimi nakutabiria wiki iliyopita kuna mtu alipigana historia katika kundi na kukutana tu na mmoja hapo, unaona hapa mama Apostle huyu. Amina. Yale ukiangalia unaona kabisa huyu. Jamani atakaye kuja hapa wewe na huduma ya kushandalize. Mbona mimi mjaniuliza mchungaji kanipa zawadi gani? Twende sasa mdogo wangu mwenyewe. Mimi mchungaji wangu alinipa shilingi 4,000 kama zawadi. Hatari sana. Amina kabisa. Baba maua yako. Apostle nani huyo? Apostle Omari Ngodoki. Apostle Omari Ngodoki bana, maua yako. Na mimi nikitoka hapa baba mimi nakupenda sana. Sasa wewe utanipa shilingi ngapi? Kinipa buku nitakuja kushukuru tena mbele ya watazamaji. Okay, Mike ende pale. Madam Vidimpo, twende. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Nuru Hamisi Omari. Nasali kwa Pastor Omari Ngodoki. Napenda kumwongelea baba yangu wa kiroho. Yaani ni zaidi ya baba. Yaani ni baba mzuri, anatufundisha vizuri, anatuonya pale ambapo anatakiwa uonye, anakuonya. Anapotakiwa kukufundisha, anapotakiwa kukusaidia, pia naye yupo, msaada wake tunauona hivyo. Hicho ndo anachonifurahisha babangu. Tende kinachokukera. Kinachonikera naweza nikaungana na dadangu pale Janeti mbayani katika mkesha. Atumalizagi mkesha Christmas na mwaka mpya tumalizagi. Asubuhi, kwani tunaisha saa 6. Na makanisa mengi yanaisha. Jamani wachungaji leo kwa niaba hao ni vijana wa mtumishi wa Mungu Mchungaji Omari Ngodoki. Na hii ni Vikindu, si ndio hivyo bwana? Wao wanatamani ile mikesha ambayo ni mikesha mikubwa, tunasema mikesha ya mwaka. Kuna madisco huko ukienda watu wanakesha mpaka asubuhi, si ndio hivyo? Wanatamani na sisi church boys and church girls mpaka asubuhi, si ndio hivyo bwana? Tusifu, tuombe, nini tugalegale mpaka asubuhi tukirudi nyumbani imeisha, si ndio hivyo? Inawezekana kabisa watu mkarudi saa 2:30 saa 4 na maana na ibada ile ya kuamkia Christmas na mwaka mpya inakuwa sure. Makofi kidogo imani. Sasa leo naona limepita. Wachungaji kazi kwenu. Mimi ni ndugu yenu Bright hapa. Meneja waimbaji wote lakini pia afisa habari watumishi wa Mungu. Mimi ndo anayewasemea habari hizi njema. Nimeongea na vijana
wa kike kwa kiume hapa. Walioongea hapa ni mema sana, yana utukufu sana, na lengo ni kujengana. Na hii ilikuwa ni challenge, wao wanamzungumziaje baba yao. Sasa nafanya wind up kwenye session ya pili, changamoto ya vijana na watu wanaotamani kuingia nao kwenye mahusiano. Asante sana. Nyuma kamera director Calvin. Mungu abariki sana. Endelea kutazama Bright One Media, Instagram Afande Bright Tanzania, TikTok Afande Bright Tanzania, Facebook meneja wa Imbaji. Subscribe, comment, share. Utapata habari zote zinazohusiana na imbaji, nyimbo za Injili, bila kusahau watumishi wa Mungu wanaotumika kwa habari ya madhabahu. Mungu abariki sana. Asante.